Life philosophy story. Wanadamu wa kwanza kutoka nje ya dunia na kutua kwenye mwezi walikuwa ni akina nani? Tafiti zinasema nchi ya Amerika ndio nchi ya kwanza iliyosambaza watu ambao waliondoka hadi kutua kwa uso wa mwezi. Ilikuwa ni siku gani? Kulikuwaje mpaka wakaondoka? Fununu zilienda namna gani mpaka wakajua uwezo wa kutoka na kuguza uso wa mwezi? Amerika, je, ni kweli ndiyo ya kwanza kutua kwenye uso wa mwezi ama tulipigwa changa la macho? Je, taasisi zilianzia wapi za kutaka kuenda nje ya dunia na kutua kwa mwezi? Teknolojia ipi iliyotumika na mwanadamu hadi kushusha binadamu wa kwanza kwa mwezi? Simulizi hii leo linachimbua ukweli kuhusu kitu ambacho nyinyi wale ambao ni wadadisi wa anga, najua mmesikia habari kuhusu na mmesikia kwamba Amerika ndio ya kwanza kutua kwenye uso wa mwezi. Leo hii tunachimbua ukweli halisi kuhusu wale watu ambao walisafiri na kuelekea kwa uso wa mwezi. Je, ni kweli Amerika ilishusha watu wa kwanza kutua kwa mwezi ama ile ilikuwa ni propaganda tu? Hilo ambalo wanadadisi wa anga halitakuwa jambo geni kwenu kusikia Apollo Moon Mission, yani AMP. Haya ni mengi. Tujue Amerika ilishusha wale watu ambao walikuwa watatu kuguza uso wa binadamu wa mwezi kuwa mtu mmoja, ama tulipigwa changa la macho? Simulizi la The Philosophy Story au Life Philosophy Story hii leo. So shall I begin? Life philosophy story. Julai 16 mwaka 1969 iliandikwa historia kwamba Neil Armstrong, mwanasayansi mmoja kutokea Uingereza, na wenzake wawili wakaandika historia kusema kuwa wanadamu wa kwanza kutoka duniani na kuguza uso wa mwezi. Ilikuwa ni habari kubwa duniani kote. Waliporudi watu hawa watatu wakawa ni mashuhuri mno na wakatangazwa na kila chombo cha habari duniani. Lakini kwa bahati mbaya, muda mfupi tu pakazuka janga kubwa. Wako watu ambao waliongozwa na Fractal Society wakasema kwamba Wamarekani walitupiga chenga, hawakwenda mwezini. Ilikuwa ni miongoni ya mambo ya uongo mkubwa kuwahi kusemwa duniani. Hapo kukazushwa ubishani mkubwa mpaka hii leo ungali unachemka, na hapo ndipo patakuwa kiini cha simulizi The Life Philosophy Story hii leo. Na basi tutajua mbona wakatudanganya na hii Apollo Moon Mission, na mbona wakaamua kuandika uongo mkubwa duniani. Fununu za Amerika kupeleka binadamu wa kwanza mwezini, kuanza rasmi kwa hiyo ndoto ilianza mwaka 1961 wakati rais wa Amerika kipindi hiko
John Kennedy aliposema kuwa kabla ya kupita miaka 5 tangu siku hiyo, anaamini Wamarekani watafanikiwa kusafirisha binadamu kwenda na kurudi mwezini. Basi mpango huo ulitabiriwa na kupewa jina ambalo liliitwa Apollo Moon Mission. Basi kipindi hiko walijiita Umoja wa Kisovieti. Kwa nini Waamerika walipenda kufanya ushirikiano na Warusi? Hapo jibu ni rahisi, fikiria vyema. Basi Urusi ikapinga na kusema haiwezi kushirikiana na Amerika. Kipaumbele cha Amerika ikawa ni kufanikisha mpango huo kwa hali na mali ili itangulie Urusi kufikisha binadamu mwezini. Agosti 2, Baraza la Kisovieti liliidhinisha kuanza kwa kazi juu ya mpango wa kupeleka binadamu mwezini. Sasa Marekani na Urusi kaingia kwa ushindani mkubwa. Je, ni nani atakuwa kwanza kupeleka binadamu ashuke kwa uso wa mwezi? Wamarekani wakatenga bajeti kubwa sana zipitazo bilioni 25 kukamilisha mpango huu, na jumla ya wasayansi milioni 1 kufanikisha mpango huo wa Marekani kupeleka wanadamu atue kwa mwezi. Basi Apollo Moon Mission ikaanza kuanza kujaribu baadhi ya majaribio mengi kuhusu kusafiri na kuguza kwa uso wa mwezi. Basi Apollo Moon Mission ilianza rasmi mwaka 1962 kuhusiana na NASA. Basi ikaanza kutengeneza chombo ambacho kinaaminika kitawasafirisha mpaka kufikisha kwa uso wa mwezi. Hicho chombo kilikuwa kikubwa sana na kiliitwa Apollo Movement. Basi ilisafiri na ikiwa imebeba wahanga watatu, Neil Armstrong akiwa ndio rubani, Buzz Aldrin na Michael Collins. Baada ya safari ya takriban siku 4.5, basi chombo hicho ikafika kwa orbit ya uso wa orbit. Sasa wawili wakajitenga kuingia kwa safari ya kuelekea kwa mwezi. Basi Julai 21, Neil Armstrong na Aldrin walikuwa binadamu wa kwanza kutua kwa mwezi. Basi yule mwingine alibaki kule kwa orbit, wale wengine wakisafiri kutumia chombo zilizo ndogo ili kutua kwa uso wa mwezi. Majira ya saa 2 siku iliyofuata, basi kufuata UTC, yani majina inayoratibiwa, yani muda unaoratibiwa na muda wa masaa duniani. Si mnaelewa, pengine hapa Kenya kunaweza kuwa mchana, kule Amerika kuwe usiku. Kuna saa ambayo inaitwa Coordinated Universal Time, inashirikiana na kushika na kueleza kwamba hapa kama iko saa 2, huko Amerika pia kutakuwa saa 2. Basi wakaashiria kwamba kufuatiana na hiyo wakasema ilifika saa 2. Ila kule kulikuwa ni mchana. Baada ya masaa 22, feri ya kichombo kidogo katika uso wa mwezi wakapanda na kuruka tena warudishe kwa moduli ili waingie kwa Apollo Movement, chombo kubwa alichotoka nacho duniani, na sasa waanze safari kutoka hapo kurudi tena duniani. Walipokuwa pale kwenye mwezi, Neil Armstrong na mwenzake waliweka bendera ya Marekani na wakaacha bango iliyokuwa na ujumbe ilisomeka hivi: "Here people from Earth, they touch this land for the first time, July 1960."
3. We reach here in peace in presence of all human beings. Basi huo ndio ujumbe waliouacha kwa uso wa mwezi. Basi walituwakilisha sisi wa Afrika na hizo zote nchi zote kufika kule. Basi hapo historia ikaandikwa kwamba Neil Armstrong kutoka Amerika ndiye aliyekuwa mtu wa kwanza kufika kwa uso wa mwezi. Apollo mission ikawa successful. Wanasayansi wa Amerika wameingia kwa kurasa za historia kusema kwamba hao ndio watu ambao wako wa kwanza kuguza uso wa mwezi. Wapo watu ambao wanakuja kinyume na zile video zilizochapwa ili kudadisi hapo kwenye mwezi. Nikufahamishe hapo kidogo. Ule muda ambapo waliondoka kutoka hapa duniani, walienda na vitu vilivyoitwa ICR ambazo huwa zinachukua video kwa kawaida na kutuma picha kutoka umbali wowote kuja umbali wowote. Basi wakaenda na hizi na wakatumia baadhi ya surveillance system za kiushujaa kabisa vya kupiga mapicha sawasawa kwa enzi hizo, na ambazo zilikuwa ni makamera mazito. Basi wakasafiri nazo kuelekea mpaka kwa uso wa mwezi. Walipofika walichapisha mavideo na kusambaza kuja duniani. Basi wanadamu wote wakawa na tamaa ya kujua jinsi ambavyo kulivyo kule kwa uso wa mwezi. Video hii ikaenea na wanahabari wote duniani. Watafiti wote wa mambo wakaamua kukoma kwanza na kutazama kamili jinsi ambavyo kulivyo kule angani. Video iliyochapishwa ilikuwa na urefu ambao ukitaka kutazama utautazama mpaka uchoke kwa zaidi ya siku 2, ila wadadisi walifanikiwa kuishusha na kupunguza muda wa kuitazama ile sinema, na ikawa unaweza ukaitazama tu kwa muda wa masaa 7. Basi twende kuchimbua hapo kwa hilo na video hiyo. Historia iliandikwa wanasayansi wa anga kutoka Marekani ndio waliofaulu kuwa binadamu wa kwanza kutua kwa mwezi. Basi hapo wanasayansi wa Marekani wakajipa sifa duniani nzima na kuishusha juu nchi ya Amerika kuwa superpower. Basi hapo kukapigwa mambo mengi. Watu wakaanza kusema hiyo ilikuwa ni propaganda tu. Hizo video ambazo zilizosambazwa, hiyo ni video tu iliyopigwa studio. Hapo walirekodi tu na wakaziedit na alafu wakazitoa ni kama walikwenda mwezini. Swali likaja, kwa nini Wamarekani watunge uongo mkubwa kiasi hicho? Jibu lake tutalipata kwa simulizi. Basi watu waliozua kwa kusema kwamba Amerika haikufika kwa mwezi pia walitoa ushahidi ulioonyesha kwa hakika Amerika haikufika mwezini. Madai ya kuwa ni uongo tukio la Marekani kwenda na kukanyaga mwezini kuwa binadamu wa kwanza, inaaminika walitengeneza uongo huu ili kuandika historia kuwa wao ndio waliotangulia Urusi kufika mwezini. Inaaminika kipindi kile Marekani na Urusi hazikuwa zina amani, zilikuwa ndio mataifa yenye nguvu zaidi duniani, na inadaiwa kuwa sayansi na teknolojia ya mambo ya anga Urusi ilikuwa imetangulia mbele kuliko Marekani. Hivyo Amerika ili jitambue kwamba superpower lazima ingependa kujitambua kwamba wao ndio wa kwanza kufika kwa mwezi. Kipo mambo kilicho
iliyoandikwa na Biden. Ilisema we never went to the moon. Basi hapo inasema kwamba ile video iliyochapishwa pale kuhusu mwezi, basi kama mwanasayansi yeyote hakuna aliguza uso wa mwezi. Kwa kitabu hiki alisema kwamba kwa kiwango hiko ama kwa enzi hiyo mtu kufika kwa mwezi ilikuwa ni 0.001. Basi shirika lililosema kwamba hii mission ilifanyika katika studio maarufu ya kutengeneza filamu ya iliyoko kule Hollywood, iliyotengenezwa na kusimamiwa na director aliyeitwa Sterling Director. Na shirika la Flat Earth Society lilisema kwamba hiyo ilikuwa ni propaganda kabisa. Basi hii wakaipa ushahidi kwa kusema kwamba chombo ambacho Wamarekani wanasema walitumia kusafiri kimewahi kutumika kucheza filamu iliyoitwa Being Born. Pia Wamarekani walidanganya kwenda mwezini. Walitoa sababu ya kusema kwamba shirika la sayansi ya anga Marekani waliamua kufeki hii mission ili kujipatia fedha ya kujiimarisha zaidi, kwani serikali ya Marekani ilitoa zaidi ya dola za Marekani mingi sana ambazo iliyotengenezwa kupeana NASA ili kufanikisha mpango huu. Ila wakaenda mbali sana na kusema NASA walifanya hivyo kwa sababu ya kukimbiza mawazo wa wengi kwa kuwatoa kwa vita vilivyokuwa baina ya Marekani na Vietnam kwa kutumia hivyo vyombo vya habari. Basi serikali jaribu kuhamisha mawazo ya wengi kutoka kwa vita na kuwafariji. Hivyo wanasema ndio maana vita hivyo vya Vietnam na Marekani na hii mission ya kumpeleka mwanadamu mwezini vilisha katika mwaka mmoja, sababu kama vita zimeisha basi hakuna sababu ya kuendelesha hiyo plan ya mwezini ikiwa wameshakusudiwa. Wapo watu wengine ambao walishikilia kwa kusema hapo kulikuwa na propaganda. Zifuatazo ndizo sababu mbalimbali zinazotazwa. Sababu ya kwanza ambayo ilionyesha kwa hakika Marekani ilitudanganya na kutupiga changa la macho kwa ndio ya kwanza kwenda mwezini. Basi haya ndizo sababu zilizosemwa ni uongo. Sababu ya kwanza ni hivi. Wanasema hakuna mtu kutoka hapa na kufika kwa mwezi na mwezi usikose kutingika kwa jinsi yoyote. Yanamaanisha kile chombo ambacho kitatumika kutoka hapa kwenda mwezini lazima kitatumia high speed. Your speed italanda na kutingisha mwezi basi na kutengeneza crater. Na wanasema hapo hakuna vumbi ama shimo iliyotengenezwa wakati chombo hiko kikitua mwezini. Basi hoja ya pili wanayoitumia kwa kusema kwamba hapo wanasayansi wa Marekani walitupiga propaganda ni hii. Katika picha hii walichapisha na kuonyesha kwamba jinsi ambavyo Apollo Moon movement ilifika kwa orbit. Pia wakaonyesha picha na video jinsi ambavyo ile Saturn trooper ambayo walitumia wanasayansi hao wawili kutoka kwa Apollo huko kwa orbit kutua kwa mwezi. Basi walichapisha picha jinsi ambavyo ilivyotua. Hapo wakazua kiini kikubwa sana cha kusema kwamba hii ni changa la macho, kwa sababu hakuna aliyekuwa hapo kuipiga picha jinsi ambavyo inalanda.
basi kuland walijua haje hivi ndivyo itakavyolanda, na wakaonyesha jinsi ambavyo hii Apollo ina land kwa uso wa mwezi. Hapo mchapishaji mmoja wa mambo kutokea Urusi akauliza ni nani huyu alikuwa akuwapo kando na kuichapa video jinsi ambavyo ilivyolanda kwa uso wa mwezi. Basi hiyo ikazua mjadala mkubwa mnamo mwaka 1972 duniani kote. Dunia yote ikashikilia ufumo hapo kwa kujaribu kujua ni nani huyu ambaye aliipiga picha na video hii ikasambazwa. Jambo la kwanza lililowasababisha watu kusema hii ni la uongo. Jambo lingine ni hili: wakati ambapo picha moja ilipigwa yake huyu mwanasayansi ambaye alitua kwa mwezi wakiwa pamoja wawili, ilionyesha kivuli chake kimoja kikiwa kimepanda na kushuka mfumo mmoja na kingine kikalalia upande mwingine. Kivuli chake cha kwanza kilisimama kuelekea kaskazini mwa ambapo alipokuwa, basi na kivuli cha fimbo aliyokuwa nayo ilikuwa ikielekea mashariki. Basi mfumo na kivuli cha yeye mwenyewe kielekea kaskazini, cha fimbo kikielekea mashariki. Hapo wakazua mambo, wakasema hiyo ilikuwa ni video tu ya kuedit, na kwa sababu ya upungufu wa mwanadamu hakuiona hiyo kuwa ni kitu ambacho kingesababisha watu kugundua kwamba ni uongo. Ni kwa njia gani kivuli kiangalie kulia, kingine kiangalie kushoto? Basi hapo wakasema hii ilikuwa ni studio, na hiyo kilichoonekana kuwa kama kivuli, hiyo ilikuwa ni miale ya mwangaza ambao uliotengenezwa na baadhi ya torch na baadhi ya lighting system ili kuchapisha hiyo video. Sababu ingine ambayo wadau wanasema kwamba ni uongo ni kuwa walipoishusha ile bendera ilianza kupepea. Hapo wadadisi wakasema kule mwezini hamna upepo, basi na huu unaopeperusha bendera umetokea wapi? Hii ilizima dunia nzima na kusababisha wadau kuwa makini sana na video ile iliyochapishwa kwa dakika 7, yani dakika 7 baadhi ya masaa 7, yani masaa 7 dakika 7 na sekunde 18. Ile video ilionzima baada ya kuchapishwa kutoka kuwa ambao ungeitazama kwa siku 2.5. Sababu ingine iliyosemwa na wadau kuwa hii ilikuwa ni propaganda, na hapa tulipigwa changala macho kubwa na wazungu, ni kuwa kwa kipindi kile yote ambaye angejaribu kusafiri na kutoka nje ya dunia, kuna layer ambayo imezingira dunia na ambayo it's very hot. Kwa muda huo chombo chochote kingepita hapo kingepata kuteketea kabla ya kuvunja rekodi ya kutoka uso wa mwezi. Basi hapo wakatambua kuwa ni changala macho. Jambo lingine ni kusema the satellite iliyokule juu haikuonyesha jinsi ambavyo that Apollo movement ilivyo take place. Basi hapo hiyo ikachapishwa kwa kusema kabisa hapo kumetokea uongo mkubwa.
na maswali mengi yakatupwa, kusemekana kuwa wazungu wa Amerika hawakuwa wa kwanza kufika kwa mwezi. United Nation na ushirikiano wa kimataifa ukataka kuichapisha na kuipuzilia mbali nchi ya Amerika kwa kutengeneza uongo mkubwa. Basi plan zikaanza za kuweza kusembaratisha nchi ya Amerika kutoka kuwa superpower na kuwekwa kuwa nchi bwege kabisa, ila wadadisi wa mambo kuchomoka upande wa Amerika hawakuwa mabubu. Wakatoa mambo ya ushahidi kamili ambao basi ulisimama kamili na udadisi wao. Kabla hatujachimbua hapo, kwanza kuna zawadi ambao waliokuja nayo kutoka huko kwa mwezi, kutoka kwa kutuuzusha kule kwa mwezi, na wakakuja na zawadi moja, wakakuja na jiwe. Jiwe hili walilokuja nao ilikuwa ni ngumu sana kuliko haya mawe ya kawaida. Basi hilo jiwe, wadau kutomoka upande wa Urusi walipoamua kulikagua kwa undani kutumia United Nations na Umoja wa Kisovieti wa muda huo, basi wakagundua hiyo jiwe ilitoka kutoka kwa mto mmoja kule upande wa Jordan. Basi hapo kukachimbuka tena. Hii jiwe imefanana na jiwe iliyoko kule Jordan. Basi Urusi ikasema kuna uwezekano mkubwa kwa hii Apollo mission kufikiwa kulihusika na Uingereza na Israel. Basi Urusi ikasema hapa tumepigwa changa la macho. Kwa haya maswali yote niliyokutupia, je, ni yapi yaliyojibiwa na ni yapi ambayo hayakujibiwa na Uingereza? Mwanzo wanasayansi wa Uingereza pia hawangependa kuaibika hata kidogo. Je, ni yapi waliojibu? Life philosophy story. Jambo la kwanza, kuna swali lilotupiwa la kuuliza jinsi ambavyo walivyoondoka wakiwa ndani ya Apollo movement. Picha zilichapiwa hapo wakiwa ndani wote watatu. Je, ni nani huyu aliyozichapa hizi video? Na wanasema watu ni watatu waliofika kule. Sayansi ya Amerika ilijibu hivi: ndani ya Apollo Moon movement kulikuwa na surveillance system ambazo zimesetiwa kwa mfumo kama ma CCTV tunazozijua, na hizo ndizo zilizochukua video zao wakiwa ndani. Swali lingine walilolijibu ni kuwa ule wakati ambapo ulipita kule kwa very hot layer, iliwezekanaje hawakuungua? Sayansi ya Amerika ilijibu kwa kusema walipopita kule ndani ya Apollo Moon movement kulikuwa na very isolated cools ambazo zinajaribu kukatisha aina yote ya joto nzito. Mwanzo kabla wa kutengeneza walijua kutakuwa na effect ya jua, basi wakatengeneza vyombo ambavyo vinapunguza joto kabisa. Kwa mfano, jinsi ambavyo tunaijua moto wa kawaida kuwa mpaka degree ya 120, basi hapo itaweza ikazima mpaka kurudi kuwa na ujoto wa degree ya 5. Swali lingine walilolijibu Waingereza ni kwamba
Kivuli chake Michael kilionekana kulalia kulia na cha fimbo iliyokuwa hapo kando ililalia kushoto, yani na maanisha moja iliangazia kaskazini, ingine ikaangazia mashariki. Iliwezekanaje? Sayansi ya Uingereza ilijibu kwa kusema kwamba hiyo haikuwa ni video ya kueditiwa, bali ilikuwa ni live pictures. Wakatoa ushahidi hivi: ukiwa kule kwa mwezi kuna light effect ya mwezi mwenyewe. Simaanishi mwezi Januari mpaka Disemba, na maanisha ule ambao mnaouona. Basi wakasema huu mwezi uko na light effect, na popote ambapo ulipo kuna light reflection ya kila kitu kwa njia tofauti tofauti. Ndiposo akasema kando na hapo ambapo alikuweko Michael, na hapo ambapo kulikuwa na fimbo ni sehemu mbili tofauti, kwani si pamoja. Ingepigwa na jua, basi vivuli vyao vilifaa kuwa sambamba, either zote ziwe kulia ama zote ziwe kushoto. Ila wakasema because of this light effect there is effect of shadows. Yani hapa si hata nyinyi mnajua kwamba ikiwa mwangaza unaelekea pande fulani, hiyo ndiyo mwelekeo wa kivuli. Basi wakasema hapo kwa mwezi kuna pembezoni za reflection tofauti tofauti ya mwezi. Basi jibu hili lilizima wale wote ambao walikuwa wakizua mjadala kwa kusema. Hoja ingine iliyotolewa ilisema kwa nini hakukuonekana nyota yeyote kutoka picha zilizoonekana kule mwezini. NASA walipiga picha mingi, ila hakuna picha hata moja ilionyesha nyota za angani, jambo ambalo iliwafanya watu wengi waamini mission hiyo ni fake na ilifanyika kwa studio. Japo wanasayansi walijibu hilo kwa kusema picha hizo zilikuwa na ubora hafifu, hivyo inaonekana nyota zilipotea wakati ambapo picha hizo zilikuwa zikichapishwa, ila wakati wa kufupisha na wakati wa kuzifanya zingae zaidi. Basi hapo ilikaa kimya kwa wale ambao walikuwa wakizua. Basi kitu kingine ambacho walijibu, kule kwa anga mwezini hakuna upepo, basi ni vigumu kwa kitamba kupepea. Basi kuonekana kwa bendera ya Marekani kuonekana kupepea mwezini, basi inatia shaka kwamba picha hiyo ilipigwa mwezini. Ila hapo walijibu kwa kusema hizo picha ambazo zinaonyesha bendera ikipepea kule mwezini kuna upepo wa polepole na pia hakuna gravity, hivyo kitu kinasonga tu kusonga. Ila wakati ambapo aliposimamisha bendera ikawa tu inasonga tu kwa anga. Basi hoja hiyo ikaonyesha ni kweli walienda kule mwezini kulingana na wajibu ambalo walilolitoa. Basi jibu hilo alikuwa imara sana, ila wengi waliamini. Jibu lingine ambalo alitoa ni kwamba ila wakati ambapo walipopiga zile picha watu waliuliza mbona zote ziwe na background moja. Basi wakasema hiyo iliyopigwa na kuonesha background moja. Basi wanasayansi walijibu wakisema kule mwezini hakuna viumbe tofauti tofauti, basi kila mahali panafanana. Basi kuna mengi. Jibu lingine ambalo walisema jinsi gani NASA walipita kule miale wa Van Allen ule ambao niliokueleza ungewaunguza. Basi hiyo kwanza
jibu halikuwa imara kwa kusema kwamba watengeneza vitu vya kupooza. Van Allen belt hii inakuanga na joto kali. Waulize wale waliosomea jiografia na wadadisi wa anga. Basi kwa muda huo hakukuwa na teknolojia ambayo inaweza kusafirisha angani na kupita kwa anga ya Van Allen belt. Hapo wengine wakaamini, wengine hawakuamini. Ile zawadi ya mawe kutoka huko iliyofanana na mawe ile iliyoko kule Jordan. Basi ile swali ambayo iliyoulizwa kwamba miamba ya mwezi ni tofauti na ya dunia, mbona ikafanana? Basi wakasema pengine hizo ni propaganda tu, bali wasayansi wakasema hiyo ilikuwa ni kawaida tu, kwamba mwamba ulio hapa pia uko kule juu. Swali ambalo alishindwa kulijibu ni kwamba wakati ambapo alipokuwa wakitengeneza hii video, kuna miale ya mwangaza ambayo ilionekana. Effect moja ikaonekana ya torch. Roger Lonos akaongea na National Geographic, chombo cha habari duniani, na kusema mbona hiyo ionekane. Basi bwana huyu aliwashutumu sana NASA, basi kwa kusema watakuwa wanapoteza ulimwengu, kwa kusema Amerika imetangulia, bali NASA iliwanyamazisha wote. Wanasayansi kwa kujitetea wakatoa hoja, wakijaribu kuaminisha ulimwengu kwa safari yao ya mwezini ilikuwa ni ya kweli na si ya kupikwa studio. NASA walitoa fact sheet ambazo zilieleza hapo. Basi tuchanganye. Profesa Anu Oya alieleza hiyo ilikuwa ni ukweli. Basi wacha tutoke hapo tuchimbue hapo. Basi wanasema chombo chao wakati kipo safarini kuelekea mwezini kilionekana na vyombo vingine vya anga. Yani wakati kinapita kule mwezini, wale watu waliokuwa kwa vyombo vingine waliwaona wale wanasayansi wa NASA wakifanya safari kuelekea mwezini. Na hata kutoa chombo hicho mwezini kulishuhudiwa na vyombo vingine vya anga kama kile kiitwacho China's Change to Lunar Probe. Basi hiyo ilikuwa ni ushahidi wao wa kwanza. Basi swali hilo likajibiwa kabisa. Na huko kwa kutatanisha kwa vivuli, basi huyu akasema kwamba hata hapa duniani kuna mara nyingi ambapo jua linakapoanza kupoa, basi unaweza ukapatana na. Profesa Anu Oya alitoa ufafanuzi wa kuwatetea kwa kusema hata hapa duniani swala la vivuli kupishana huwa zinatokana kwa uwiano wa vitu kusimama. Akasema mara nyingi wakati jua limeanza kupoa, nenda nje na unaweza kukutana na jambo hilo kwa wepesi. Ili naliwacha hili kwako. Lichunguze wakati jua litaelekea kupoa. Je, utaona ni kweli ama ni uongo? Basi hapo lichunguze wewe mwenyewe ili ujue je ni kweli ama ni uongo. Basi Profesa Anu Oya ameisema huko wakati ambapo unafanya mchezo wa kukimbia juu ya moto, wazungu wanaita firewalking, basi utajua kukimbia juu ya moto hautaki kukimbia pole. Basi ukikimbia kwa mbio, basi utapita hapo kwa moto. Basi akasema wakati unapita hapo, usalama wako ni kukatiza kwa spidi kubwa ili kuzuia kudhurika. Na kwa vyombo vinavyosafiri kwa
mwezini huwa zinasafiri kwa mwendo wa kasi sana. Alimaliza kwa kusema traveling in Van Allen belt is possible. Pia profesa huyu alisema sababu iliyosababisha watu kutojihusisha tena na huo mpango wa kwenda mwezini ni kwa sababu kuna mipango mingi ambayo mwanadamu anapanga, so kwenda mwezini hiyo ilikuwa tu ni ubishani, na basi walishinda. Hapo tutalikamilisha kwa kusema bado ni ukweli, Amerika ilienda mwezini, ila wadadisi wakasema kwamba hii yote ilifanyika hapa NASA ikiwa imejipanga kuyajibu maswali yote na kutafuta watu mahiri ambao wangeajibu hayo maswali magumu. Maswali magumu yaliyoulizwa iliashiria kwa uhakika kwamba ni kweli kabisa NASA kabla ya kushughulika na hii mpango iliweza kujipanga vilivyo, kwani hata huyu profesa alikuwa mara hiyo akishirikiana na NASA kwa muda huo. Kitu kilichostaajabisha dunia kwa wakati huo na kusema ni kweli kabisa hii ilihusishwa na uongo mkubwa, na hapo ndipo tutakalomalizia simulizi ya leo, ni kuwa mahali ambapo iliaminika watu hao walipochapia ile video kwa studio moja kule Uingereza, director wa huyo director aliwastajabisha dunia, na dunia basi kaamini hii ilikuwa ni chapisho. Mwanzo mwaka tu huo ambapo propaganda zilianza kusambaa kwamba ni uongo, Amerika haikusafirisha hao watu kuelekea kwa uso wa mwezi. Huo mwaka tu huyu director maskini hoehae alihusishwa na mpango mkubwa. Basi director huyu alipatikana amekatakatwa unyama. Basi huruma zilitambaa duniani. Urusi ilichapisha kwa kusema huyu alikuwa anajua mengi kuhusu hii Apollo Moon Mission kuwa ni uongo, na Amerika ikasema huyu hatujafanya jambo lolote ambalo limehusishana na madhuru yake. Ila Warusi walijibu wakasema too much of something is poisonous, yani vitu vingi ni sumu. Kisha wakasema pia when you know a lot you deserve to die. Life philosophy story. Hilo nimelisimulia tu ili kukufungua macho ukajue ukitaka kufanikiwa pakubwa lazima ujifunze namna ya kuongea mambo ya kijasusi. Pia kama nikalisimulia hili na ukadhani uongo utakusaidia, basi wewe una kichaa. Kwa hii inamaanisha wakati unapanga kufanikiwa ama kumshinda mwenzako, kile kitu ambacho utakachokitunga uwe uko na uwezo wa jambo lolote likichemka unaweza ukapambana nayo. Yani ukitunga kitu fulani ukachomoka mambo ya ubishi, uwe unaweza ukayajibu. Usiwe tu ni mtu wa kutunga vitu kisha ikitokea janga utashindwa kulitetea wewe unachokitaka likufanikiwa. Hapo utajisumbua wewe mwenyewe. Unapoenda kuiba, kabla hujaiba uwe na uhakika, ila wakati ambapo utashikwa uko na uwezo wa kusema sio wewe. Na pia
Kama utaenda kuiba na ukamatwe, basi shauri yako. Hii nimelisimulia kwa kukuambia kitu kimoja. Wakati kabla hujafanya jambo lolote, tafuta namna ya kukabiliana na majanga yatakayoinuka. Hapo namalizia story ya Apollo Moon Mission. Basi hii leo tufungie hapo kikomo, na nitamaliza kwa kuambia, iwapo umelisikiliza na pengine kusimulia kwangu kusiwe na mwisho, kuna majibu ambayo yanafaa kutolewa na kuna maswali mengi ambayo unaweza ukajiuliza, hapo nialike niulize, basi nitawajibu. Life philosophy story. Nitamaliza kwa kuambia tafiti zina mengi. Ukitaka kujua sana, ingia kwa vitabu vya historia, kumeandika mambo mengi. Kando na hayo, ningependa ujifunze kitu kimoja. Ipo siku nitasimulia kisa kuhusu hii internet tunayoitumia. Internet ina mengi. Internet imejigawa kwa sehemu 7, ila wengi wetu tunaijua sehemu 1 ama 2. Internet ipo mahali ambapo tunaweka password, tunapost. Wengine wanasambaza vitu zao za kawaida za kuuza. Hiyo inaitwa white face. Ipo na second face, ipo black face, ipo dark wave, ipo ingine ile hatari sana inaitwa danger wave, ipo inaitwa black market na zinginezo. Kisa iko wakati nitakisimulia kitawacha wengi midomo wazi. Hii internet tunayoitumia, wapo watu ambao mpaka wanauza makahaba kwa internet, na biashara zinaenda tu fresh sana, ila ni vya siri sana. Hii internet tunayoitumia, unaweza ukajiunga na baadhi ya kundi vya siri sana duniani, kama kundi la Rothschild, kundi la Evalent Communication Group, kundi la Freemason, kundi la Illuminati. Baadhi ya hizi zimeanza kuingia mpaka kwa white face, lakini zina siri ndani yao. Kwanza kwa Apollo Moon Mission tumalizie leo hii. Mimi naitwa Patrick Mungei, tukutane kwa simulizi nyingine. Life philosophy story.